Nani kama wewe? Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Umetukuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Karibuni katika ibada ya asubuhi. Kwa majina yangu naitwa Pastor Jenga Kahura. Nawakaribisha wote katika ibada hii katika mitandao yetu ambayo tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Tuko mahali pale panaitwa roundabout ya City Stadium kwa nyumba ambayo inaitwa Center. Bwana asifiwe. Na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura wa Waringe. Kwa hivyo nawakaribisha katika hii ibada ambayo ni ibada ambayo Mungu ametupa nafasi nyingine ili tukaweze kumshukuru na pia tukaweze kutabiria siku yetu ya leo. Bwana asifiwe. Tunaweza anza tukafungua ibada ya leo katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako asubuhi njema. Ninakushukuru kwa ajili ya kipawa ambacho umetupa, kipawa cha uhai. Tunakushukuru Mungu maana umekuwa pamoja nasi usiku kucha. Tulikuwa tumesigirwa na maadui Jehova, washirikina na wachawi Jehova, na wale wote wanaoiba nyota za watu Mungu usiku. Mungu wetu tunasema ni asante kwa maana hakuna hata mmoja wetu amekuwa amedhulumiwa. Tunashukuru Mungu kwa ajili umekuwa pamoja nasi, umetupigania na pia umetupa nafasi nyingine asubuhi njema. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya afya ambao Baba umetujalia asubuhi ya leo. Baba wetu wa mbinguni, tunakuomba ukaweze kutangulia katika siku yetu ya leo na katika hii ibada. Mungu, naomba Roho wako Mtakatifu aenende pamoja nasi. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza, akaweze kunena pamoja nasi ili hii ujumbe ambao Mungu umeweka kinywani mwangu ikaweze kufikia watu wako sawasawa na mapenzi yako. Mungu wetu, bariki wote ambao wanaonitazama Jehova, ukawainue, ukawatendee mema Jehova, ukawawezeshe wakaweze kujishirikisha Jehova na haya madhabahu. Ni asante Mungu, na ni katika jina yako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na atakuamini. Amen. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nataka nikalisome neno ni kutoka Daniel chapter 2 kuanzia mstari wa 20. Bwana asifiwe. Danieli akajibu akasema, lihimidiwe we jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wako. Yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufufua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Nakushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu, aliyenipa hekima na uwezo, akanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umemjulisha neno lile la mfalme. Bwana sifiwe. Asubuhi ya leo nataka tukaweze kuliongelea hili neno ambalo Danieli, ni wakati mfalme Nebukadneza alipoota ndoto ambayo ilikuwa ya kutatanisha. Bwana sifiwe. Tunaona ya kwamba huyu mfalme alikuwa ameamini wale manabii wake ambao walikuwa wa uongo. Alikuwa ameamini kwamba wale wanaoona ndoto, Bwana asifiwe, na pia wale ambao wanatafsiri nyota za watu. Kwa hakika tunaona ya kwamba Daniel anamshukuru Mungu, kwa maana Daniel yeye mwenyewe anafahamu vyema huyu Mungu anayemtumikia ni Mungu mkuu, ni Mungu aliyo na uwezo, ni Mungu anayeweza kutafsiri na kuona yaliyo gizani. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo asubuhi ya leo hili neno linatuhimiza ya kwamba hata kama mambo yetu ambayo tumeyapitia, Mungu siku ya leo atatupa hiyo neema. Kile ambacho kilikuwa kinatufinyilia, kile ambacho sisi hatujui, kile ambacho sisi hatukielewi, kile ambacho kimetusababishia shida katika maisha yetu, kile ambacho kimefunga nyota zetu, Mungu asubuhi ya leo anakuja kutunenea. Mungu siku ya leo anakuja kutufunulia. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba Danieli anamsifu Mungu akisema huyu Mungu yeye ndiye huwa anatoa wafalme na pia yeye ndiyo huwa anawachagua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nguvu za Mungu zina uwezo mwingi, na pia katika Mungu kuna mamlaka ambayo ako nayo na ni mamlaka ambayo hawezi kuwa na mwanadamu wowote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninakuhimiza katika jina Yesu Kristo, usijali na usiogope. Ninajua kwamba katika maisha yako ambao umeishi tangu ujielewe na ujifahamu, umepitia changamoto katika maisha yako. Hujawahi jua ni nini huwa kimefunga nyota yako. Hujawahi jua ni nini hii inaletaga furugu katika maisha yako. Asubuhi ya leo, huyu Mungu ambaye ni Mungu wa Danieli, huyu Mungu ambaye alikuwa anasaidia Danieli kuweza kufunua na kutafsiri ndoto ambazo zimelemea wengi. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba huyu Mungu kuna kile kitu ambacho ameweka ndani yetu. Hakuna mtu hata mmoja anaye uwezo wa kuja kutafsiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyota yako na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, unawezaona kimeshanyakuliwa, umeshaona kimeshafungwa, lakini Mungu kuna jambo moja na kuna kitu moja ameweka ndani yako. Na hili jambo ambalo Mungu ameliweka, Mungu atatumia watumishi wake kuja kukupa ufunuo. Bwana asifiwe. Hatafunulia waganga, hatafunulia wachawi, hata wafunulia wale wachawi wa kiroho, bali atawafunulia kupitia kwa watumishi wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usitie shaka katika maisha yako, uone kama kwamba kile ambacho kilikuwa kinakusumbua katika maishani mwako, kile ambacho kilikuwa kinakupa changamoto katika maisha yako, usione kwamba ati hiyo jambo ambao ulienda kutafuta msaada, na mahali ulipoenda kutafuta msaada unaweza kuwa ulienda mahali ambapo hapastahili. Ulienda kwa mtu ama kwa yule mtu ambaye anatumia nguvu za giza. Wakati ulipoenda mahali pale, huyu mtu akaona, na vile alivyoona akajua ni nini, lakini maana hafahamu na wala haelewi ni nini hicho kilicho silini. Tunaona kwamba wanatuweka na wanatufunga ili tusikaweze kupata kufunuliwa zaidi. Kwa hivyo huyu Mungu anatupenda, huyu Mungu ambaye anatujali, huyu Mungu ambao ako na wazo jema kwa watu wake ambao wanamwamini, huyu Mungu atafanya siri zote ambazo usielewi, lazima huyu Mungu akakufunulie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haijalishi ni vifungo vipi ambavyo unazopitia siku ya leo, haijalishi ni nini walikutendea, huyu Mungu anaye kwa siri, ule Mungu anayeona katika siri, huyu Mungu atakusaidia, huyu Mungu atakuwezesha. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa huko unajua ni nini Mungu amekuwekea. Unaweza unaweza kosa kujua hasa ni nini kinachoendelea katika maisha yako. Tunajua wakati tulizaliwa kulikuwa na watangulizi wetu ambao ni mababa zetu, wengine hawako, tuko katika kisasi labda cha 4 ama cha 5, lakini hatujui ni nini kilitendeka ule wakati. Asubuhi ya leo huyu Mungu anaturejeshea amani, anaturejeshea furaha, kwa maana kile ambacho walikitenda, maana hatukuwa, Mungu ataweza kutufunulia asubuhi ya leo ili tukaweze kujua hasa ni nini hicho ambacho kimetufanyia maisha yetu yawe magumu siku ya leo. Huyu Mungu hizo siri zote anazifahamu, hizo siri zote atazifunua kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukue na imani ya kwamba hatutakaa katika vifungo, hatutakaa katika ile
ile hali ya kufugwa kiroho na pia hata kimwili. Huyu Mungu ambaye anajua hatima yetu, yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Tuamini ya kwamba huyu Mungu atatuangazia, macho yake ya huruma iko juu yetu. Tunajua ya kwamba huyu Shetani ambaye amejaribu kufunga na kujaribu kutawanya maisha yetu hatafaulu, maana huyu Mungu ambaye anaona kwa siri, huyu Mungu atatupa hiyo neema, maana anasema ya kwamba atawafunulia, na pia wale ambao wanako kwa hekima atawapa hekima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, huyu Mungu anatupenda, huyu Mungu anatujali, ako na wazo jema juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Ni hakikisho ya kwamba huyu Mungu tunapotembea na yeye, huyu Mungu tunapomwamini, huyu Mungu tunapotii sauti yake, kwa uhakika atazidi kuwa pamoja nasi, atazidi kutupigania vita vyote, atazidi kutuondolea vikwazo vyote, maana anaona kwa siri. Wewe amini huyu Mungu, fuata njia za Mungu, fuata njia ambazo Mungu anatuelekeza, fuata kile ambacho Mungu anakuelekeza, fuata ile njia ambayo Mungu mwenyewe anataka ukaipitie, maana ile njia ambayo Mungu anataka ukaipitie, unapokubali kuipitia, kwa uhakika hata kuachilia, atakuwa pamoja nawe, atakuongoza, atakushika mkono, maana wewe ni mtoto yake. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba umemwamini huyu Mungu, hakikisha ya kwamba njia zako zinaambatana na mapenzi ya Mungu. Neno ya leo inatufunulia ya kwamba kile ambacho kiko sirini Mungu atatufunulia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho unapopitia saa hii, kuna ugonjwa ambao huelewi mahali ulikotoka. Unaona magonjwa katika familia yako, watoto wako, huelewi mahali ambapo imetoka, huelewi ni shida gani, huelewi ni kwa nini watoto wako wametawanywa namna hivyo, huelewi ni kwa nini kuna vita na ugomvi, hakuna upendo katika familia yako. Asubuhi ya leo, amini huyu Mungu ambaye anaona kwa siri, atakuonyesha na pia atakufunulia ni nini hicho kilipandwa, ni madhabahu aina gani hiyo iliinuliwa, ili ikaweze kukunyima raha, ikaweze kukunyima amani katika maisha yako. Kwa hivyo huyu Mungu ako na nia njema, ako na nia njema juu ya maisha yetu. Kwa hivyo ndugu mpendwa na dada, hakikisha ya kwamba umeamini huyu Mungu. Hakikisha ya kwamba kile ambacho umeweka ndani yako ambacho sio takatifu, hakikisha ya kwamba umekitoa, hakikisha ya kwamba umekiachilia, ili ukapatie Roho wa Mungu nafasi ya kukaa ndani yako na pia kutawala katika maisha yako. Unapotoa vitu vyote ambavyo ni vichafu katika maisha yako, huyu Mungu ataenenda kuwa pamoja nawe. Huyu Mungu atazidi kukufunulia, huyu Mungu atakuongoza, maana wewe ni mtoto wa Mungu na anakupenda na anakujali na ako na wazo jema juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijali kwa yale mapito ambayo unayapitia, yale mapito huku unayafahamu. Asubuhi ya leo utayafahamu kwa jina la Yesu. Hutaenda katika hali ya ile kuwa na giza, utaenda kwenye nuru, utatembea kwenye nuru ambao Roho wa Mungu atakuwa anakuongoza. Roho wa Mungu atakuwa anakunenea na pia anakuelekeza, maana Mungu ako pamoja nawe. Mungu ako tayari kukuinua, Mungu ako tayari kusimamisha upya. Bwana asifiwe. Kama anaweza ondoa, anachagua mfalme, na yeye pia huwa anamtoa. Kwa hivyo Mungu anaweza toa kile ambacho kinakufinyilia, anaweza toa kile ambacho Shetani alikuja akakiweka ndani yako. Mungu ataweza kutoa jambo lolote ama kitu yoyote inayokufanya maisha yako ikateseke, ataiondoa na pia ataisimamisha tena. Bwana asifiwe. Kumaanisha ya kwamba kama Mungu anafanya hayo, ni kumaanisha ya kwamba kile ambacho adui alikuwa amenyakua, kile ambacho Shetani alikuwa amekifunga, atakiachilia. Maana Mungu anapoamuru, Mungu anaposema jambo, linakuja kutimia. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba siku ya leo, kile tu unachohitaji ni umpe Mungu nafasi akaweze kuingilia maisha yako. Huyu Mungu hatakuacha kamwe. Huyu Mungu atasimama na wewe imara. Huyu atakutia nguvu,
na atakufanya ukaweza kukasa mwendo katika hii safari. Bado safari tunaendelea. Bado hii safari tunayo, na tunajua kwamba huyu Mungu atatutia nguvu. Tunaamini ya kwamba huyu Mungu atatushikilia. Tunajua kwamba huyu Mungu, kile ambacho kinachotukura sisi, kile ambacho kinatufanya turudi chini, kile ambacho kinafanya maono yetu yasitimie, kile ambacho kinafunga maono yetu, Mungu ataweza kutufunulia, na anapotufunulia Mungu atatuonyesha ile njia tutaweza kuepuka hiyo mipango yote ya mwovu Shetani. Kwa hivyo asubuhi ya leo hakikisha ya kwamba huyu Mungu umemwamini, huyu Mungu umefuata sheria zake, huyu Mungu unamsifu, huyu Mungu unamtukuza ili akaweze kukuongoza. Bwana asifiwe. Tunaona Daniel wakati aliitwa na wakati alienda kupa ama kufunulia yule mfalme Nebukadneza, akalienda kumfunulia ndoto yake. Haikuwa imewezekana kwa wale magicians na wale ambao walikuwa nasoma nyota, walilemewa. Na tunaona kwamba Nebukadneza alisema kama hawatafanya hivyo wote watakatakatwa, na hivyo ndivyo walivyofanywa. Asubuhi ya leo hao wote ambao ni waongo Mungu atawaondoa, Mungu atawakatakata. Bwana asifiwe. Hao wa uongo, manabii wa uongo, wale wanakuja kwa jina la Yesu kukuja kukufunga, wale wanaokuja kufanya uchawi katika kiroho ili usifikie maono yako, Mungu hao wote anakuja kuwakatakata. Bwana asifiwe. Anakuja kuwamaliza. Atakuja kuhakikisha ya kwamba lazima yeye peke yake akasimame kwamba yeye ndiye Mungu. Atawaondoa wote ambao ni wa uongo. Ataondoa hao magicians wote. Ataondoa hao manabii wa uongo. Ataondoa hao wasomi wa nyota kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na ndiyo maana ukaweza kumwamini ya kwamba yeye ni Mungu. Huyu Mungu alikuja akatabulika vile alivyomaliza hao ambao walikuwa manabii wake wa Baali, hao Wakalidayo. Mungu atawaondoa wote, na Mungu atasimama, na Mungu atajidhihirisha yeye kwamba yeye ni Mungu. Yeye ndiye anaona sirini, yeye ndiye anayeona kila jambo, yeye ndiye anaona kile ambacho mwanadamu akawezi akaona. Yeye ndiye hupa ufunuo, na Mungu ndiye atahakikisha ufunuo umekamilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo jua ya kwamba ndoto zako Mungu atakufanya ukaweza kuzielewa na kuzifahamu. Kama ni ndoto zinakuja kukupatia maonyo, labda ni njia zako baya, Mungu atahakikisha ya kwamba maono na ndoto zako zile Mungu atakuwa nakupa, aidha na kurekebisha, aidha na kukemea, utakuja kusifahamu na kusielewa. Bwana asifiwe. Hakuna ndoto hata moja utakayoota ambao hutakuja kuifahamu. Asubuhi ya leo amini pamoja nami kupitia hili neno ya kwamba kile ambacho hatukuwa tunakijua tutakijua, kile ambacho hatukuwa tunakifahamu tutakifahamu vyema. Bwana asifiwe. Na huyu Mungu ako tayari kujitukuza. Huyu Mungu ako tayari kujitukuza kwetu sisi. Tunajua ya kwamba ataturejeshea kile ambacho ni chetu, atatusimamisha tena upya. Kile kibali ambacho Shetani alikuwa amekiondoa katika maisha yetu, Mungu atakirudisha. Bwana asifiwe. Na tunajua ya kwamba baada hayo yote hakuna jambo ambalo litatutoka na nyuma bila kulijua ama kulifahamu. Maana huyu Mungu alimupa hekima na akampa ufunuo Danieli, akaweza kutafsiria mfalme hiyo ndoto. Hata sisi Mungu atatupa hiyo neema, atatutumia watumishi wake wakuje watufunulie ndoto zetu ili tukaweze kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Kama ni kuonywa, tuwe tunakubali kuonywa. Kama ni ndoto za kuonywa, Mungu atatufunulia. Na tunajua kwamba huyu Mungu anatupenda na anataka tumkaribie zaidi, anataka tukae karibu na yeye zaidi. Naye lazima kama Mungu na Baba wetu wa mbinguni ahakikisha kwamba tunakaa katika mienendo yake, tunakaa katika ule utakatifu. Maana Mungu ni mtakatifu, nasi anataka tukawe watakatifu ili akaweze kuandamana pamoja nasi, ili wakati tunamtolea dhabihu
awe anasipokea, maana ametufanya tukue watakatifu, maana ametutakaza na damu ya mwanaye Yesu Kristo. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ndugu yangu na dada yangu, hakikisha ya kwamba umefuata huyu Mungu. Hakikisha ya kwamba umeendelea kuomba huyu Mungu. Endelea kutembea na yeye. Atakuwa na kufunulia mambo yote ambayo utakuwa unapitia katika maisha yako, na huyu Mungu atahakikisha ya kwamba utafaulu katika maisha yako, na pia kisasi chako hakitaachwa nyuma. Mungu atazidi kuwa pamoja na kisasi chako, atazidi kukipigania, atazidi kukitendea mema, atazidi kukipa mwongozo wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho Shetani aliiba kwa mababa zetu, ile sarakasi ambayo Shetani alifanya, wakafanya mababa zetu ambao walitangulia, wakaweza kukosa kumfahamu Mungu na kuelewa sauti ya Mungu. Huyu Mungu akatupa hii nafasi, akaweza kutufunulia ili nasi tusikuwe kama mababa zetu, ili nasi tusienende katika mienendo ambayo mababa zetu ambao walikuwa wanaendea. Hizo nyakati na majira ambazo zilikuwa hizo nyakati, huyu Mungu atatusaidia, huyu Mungu atatuwezesha. Bwana asifiwe. Tujue ya kwamba huyu Mungu atatupenda, huyu Mungu hatatuacha hivyo, atakuwa anatuongoza. Roho wake atakuwa juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, jua ya kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakujali, Mungu anataka kukuelekeza katika ile destiny yako. Huyu Mungu kwa uhakika anataka ukamfahamu na ukamuelewe. Anataka ukajue matendo yake, ndio ukajue na akahakikisha ya kwamba ati wewe kama mwana wake ati uko na ushuhuda, wewe uko na ushuhuda juu ya huyu Mungu wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumshukuru Mungu na tumsifu Mungu kwa yale yote anayotuwezesha, yale ambayo hatukuwa tunayaweza, yale ambayo hatukuwa tunayatafakari kama inawezekana. Tumshukuru Mungu, maana katika yeye na ndani yake yote inayowezekana. Kibiria Mungu asubuhi ya leo. Wewe ambao unaofanya biashara, kibiria Mungu asubuhi ya leo. Mungu akakupe siri zote za biashara, akakupe siri zote za kufanya biashara. Bwana asifiwe. Na utakuja kufaulu siku ya leo. Utakuja kufaulu katika biashara yako. Hata mahali ambapo umeajiriwa, Mungu akakupe siri. Mungu akaweza kukupa siri, akaweza kukupa mwelekeo. Hata wewe ukaweza kuwa na kazi yako, na wewe pia ukawe mwajiri. Bwana asifiwe. Kwa maana kile ambacho kiko sirini, Mungu anakijua na anakifahamu. Mungu atatuletea, maana ni chetu. Mungu atakifunua kwetu, na kwa uhakika atatupa. Sisi ni watoto wake, na atazidi kutupenda, na atazidi kutusingira na Roho wake Mtakatifu na nguvu zake, ili mwovu Shetani asiweze kuja kutuangamiza, asiweze kuja kutuondolea furaha, asikuje kutuondolea ile imani katika Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, msifu Mungu na mshukuru Mungu. Kama wewe ni mgonjwa, amini ya kwamba Mungu ataweza kukuja kukuponya asubuhi ya leo. Wewe ambaye umefujika moyo, Mungu akakutia nguvu asubuhi ya leo. Wewe ambaye hujui ama hujielewi, Mungu akakupe fahamu. Mungu akakuelekeze katika njia zako. Mungu akakuongoze na akakuweke laini, na akakuweke kwa ile barabara ya kwenda kwenye baraka zako, na kwa ajili ya utukufu wa jina lake Mungu atakuongoza, na ako tayari kukuongoza, ako tayari kuenenda na wewe. Kwa hivyo imani yako usirudishe chini. Mungu ako pamoja nawe. Tembea na Mungu, utaona makuu ya Mungu. Mungu atakufanya ung'are tena. Ile kuparara ambayo Shetani alikuwa amekufanya uparare, Mungu atakung'arisha tena. Wewe ni mtu wa maana machoni mwa Mungu. Wewe ni mtu ambaye Mungu anapokuona ana wewe ni mkubwa. Vile tu unaona wakubwa ama waheshimiwa katika machoni mwa Mungu, Mungu anakuona wewe ni mheshimiwa. Mungu anaona kwamba wewe ni kiongozi. Mungu anaona wewe ni mtu wa maana, ni mtu wako na maono. Kwa hivyo usijiangalie hivi ujikosee heshima. Usijiangalie hivi ujione wewe huwezi, ama ujione wewe ni bure. Asubuhi ya leo ujue kwamba wewe ni mtu wa muhimu machoni mwa Mungu. Katika unyonge wako ama udhaifu wako, wewe ni mtoto wa Mungu.
Kwa hivyo ni vyema tembea katika njia za Mungu, endelea kumwamini huyu Mungu vile alivyokuwa pamoja na Danieli, venye alikuwa nampigania, venye alikuwa nampa funuo ambazo hasingefunuliwa wengine. Huyu Mungu, maana wewe ni mtoto wake, atahakikisha ya kwamba amekupa huo uwezo, amekupa haya mamlaka. Kile ambacho wengine wamenyimwa, wewe utakuwa unajua, wewe utakuwa unawatafsiria, wewe utakuwa suluhisho ya matatizo ambao wanaopitia. Utakapokuwa unasimama mahali, utakapokuwa unahudumia mtu, Mungu atakuwa anakupa hiyo nguvu na anakupa hiyo neema, na kwa uhakika ushindi utakuwa unapatikana mahali pale, kwa maana Mungu ako pamoja nawe. Mungu atakupa ufunuo, Mungu atakupa hiyo kipawa, na utaweza kutukuza jina la Mungu kupitia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kifanyise kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kaa ndani ya Mungu, ngojea Roho wa Mungu aweza kukuongoza, ngojea huyu Mungu akakunenee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawatakia siku njema, siku ambayo imejawa na baraka, mkaweze kufaulu siku ya leo. Kile ambacho hakikuwezekana jana kikawezekane leo. Kile kibali hakikuwa jana, leo kuwe na kibali. Bwana asifiwe. Bwana akapewe sifa na utukufu kwa ajili ya kile ambacho atakutendea siku ya leo. Ninaamini ya kwamba huyu Mungu atakuwa pamoja na atakufanya umpende zaidi, kwa maana matendo ambayo atakao kutendea siku ya leo ni ile hujawahi tarajia katika maisha yako. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, hakikisha ya kwamba umekaa katika maongeo yako siku ya leo, ikawe ni maongeo ya kumtukuza Mungu. Kutenda kazi kwako kukuwe kuna mtukuza Mungu. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba umekaa maisha ya utakatifu siku ya leo, ili ukaweze kuonja, ili ukaweze kupokea kile ambacho Mungu ameachilia asubuhi ya leo. Mkuwe na siku njema na Mungu awe pamoja nanyi. Wacha tushukuru kwa ajili ya hili neno, na tukaweze kutabiria siku yetu ya leo ikawe siku ya mafanikio na ikawe siku ya baraka. Bwana asifiwe. Mungu wetu, tunakupenda asubuhi ya leo, na pia tunakushukuru kwa ajili ya hili neno. Baba wetu, ni asante kwa maana siri zote ambazo Baba hatukuwa tunazifahamu na kuzielewa, siku ya leo Jehova utatupa ufunuo. Siku ya leo Mungu utatupa tafsiri zote za ndoto ambazo huwa tunazipata kila usiku. Baba, tunakushukuru Mungu, maana umekuwa pamoja nasi usiku kucha. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya ndoto ambazo Baba tumeota asubuhi ya leo. Baba, ukape kila mtu tafsiri. Jehova Mungu, ninakuomba asubuhi ya leo ukawezeshe Jehova, na ukafaulishe maisha ya kila mmoja wetu. Walio wagonjwa Mungu ukaweze kuwaponya asubuhi ya leo. Wale ambao hawana tumaini siku ya leo ukawe tumaini yao Jehova. Wale ambao Jehova hawajielewi ama kufahamu mahali shinda zinapotoka Jehova Mungu, asubuhi ya leo na siku ya leo Mungu ukaweze kuwafunulia Jehova, maana ni Mungu ambaye una uwezo, Mungu ambaye mamlaka yako Jehova hakuna yeyote duniani hata huko mbinguni anaweza kuwa nayo, ila tu ni wewe tu Mungu Baba. Asubuhi ya leo tunatumaini ya kwamba itakuwa ni siku ambayo tutaweza kupenya, tutapata upenyo katika maisha yetu. Mungu wetu ni asante, pokea sifa na utukufu. Endelea Baba kutumiminia mafuta yako Mungu, ili tusidi Baba kutembea katika njia zako, ili Mungu tusidi kukusifu na kukuinua na kulihubiri hili neno Jehova. Mungu wetu, tunaamini ya kwamba siku ya leo ni siku ya baraka. Tunaamini ya kwamba siku ya leo ni ya uponyaji. Tunaamini siku ya leo ni kurejeshewa kile ambacho Shetani alikuwa ameondoa katika maishani mwetu. Tunasema ni asante Mungu wetu. Wale wanaotutazama Mungu, neema yako Baba ikawe juu yao, wapiganie vita vyote Jehova, changamoto zote katika maisha Mungu ukawape hekima, Mungu ukaweze kuwaongoza. Mungu ni watoto wako, wahurumie Mungu, watendee mema Jehova. Roho wako Mtakatifu aandamane pamoja nao kila wakati. Ni asante Mungu wetu. Tunaomba Mungu Baba ukaweze kukumbuka mtumishi wako Jehova, Reverend Hezekiah Mungu. Mui ni mtumishi ambao Baba ulimemtia mafuta kwa ajili ya kazi yako Jehova. Mungu wetu, msidisie hiyo neema Jehova, muendelea kumpa kibali Mungu. Maono yake Mungu ambao ulimpa, endelea kuifaulisha Jehova. Mungu, na wale atakao shikilia hayo maono Mungu, tusaidie, tuwezeshe, tupe upendo Mungu
na utupe nguvu Jehova, ili tukaweze kushikilia maono ya mtumishi wa Mungu. Mungu wetu tusaidie, hata wakati tunapokuwa na udhaifu, Mungu tunaomba ukaweze kutusaidia, ukaweze kusimama pamoja nasi. Umbariki pamoja na familia yake na familia yote ya Crusade for the Christ Ministry Jehova, na wale ambao wanaotutazama Jehova, na partners wote. Mungu wetu tubariki na ukautunue, tupiganie vita vyote, tusimamishe tena Jehova, na utupe kibali Jehova. Ni asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Have a lovely day and a blessed day. Let us meet on lunch hour and also in evening service. God bless you.